Asalamu alaikum. Basi tupige kidogo mastori. Juzi kati bwana, kuna mtu mmoja alinipigia simu akaniuliza, akaniambia, Radio Doctor, tuliona mtangazaji wa television ya serikali ya Irani alipokuwa akitangaza kifo cha kiongozi mkuu wa taifa hilo, alitangaza kwa shida huko akiwa analia. Sasa hii kiprofessional imekaaje? Ananiuliza hilo swali. Basi nikasema nimjibu hapa au nilielezea hapa kwamba kiprofessional kulia studio si dhambi, lakini sio kitu kizuri kama kile ambacho unatamani kukifikisha kwa hadhira akifiki kwa ufasaha. Na tukumbuke, kwa mfano tukitolea mfano kwa yule mtangazaji wa television ya serikali ya Irani, alilia kwa sababu kwanza yule mtangazaji tukumbuke pia ni binadamu ambaye pia ana hisia, lakini aliyeuawa alikuwa ni kiongozi wao wa kiimani, kiongozi wao wa kidini. Kwa hiyo unaweza ukakuta zile feelings za ndani kabisa zimeweza kumpata. Lakini tulichokuwa tunaangalia ni kwamba ujumbe aliokuwa anataka kuiambia dunia au kuambia taifa lake ni upi? Je, ulifika? Na ikumbukwe tu siku hizi watangazaji siku hizi audience inatamani mtangazaji ambaye yuko halisi, yani yuko ana uhalisia, sio yule ambaye anaweza kufeki. Utangazaji siku hizi umekuwa wa kuzungumza. Utangazaji siku hizi umekuwa sio kama zamani. Zamani tulipokuwa tumeanza kazi za utangazaji lazima ujibrand, yani ujiweke sawa. Kwa mfano unataka kusoma taarifa ya habari, hadi sauti inabadilika kama sio wewe. Na msikilizaji, tu ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo ilikuwa inasoma kwako na Imrani, na sasa tunaendelea na kipindi chetu cha malumbano ya hoja. Kumbuka, na taarifa ya habari yule mtu alivyokuwa akiisoma anabadilika kabisa. Hii ni taarifa ya habari kutoka Radio XX, mtangazaji wako ni Imran. Kwanza ni muhtasari wake. Iran. Serikali ya Iran imesema, muona sauti inabadilika, lakini nikizungumza hivi unaona kidogo kuna utofauti. So utangazaji wa sasa hivi umekuwa ni wa kuzungumza, sio ule wa kujituni, wa kufeki, wa kujibadilisha kwamba huyu sio yule ambaye aliyekuwa akitangaza. Lakini tuseme kwamba mtangazaji anapaswa kuwa mtulivu na kudhibiti zile hisia zake, ili walau kupeleka ile upeleke ujumbe kwa hadhira yako kwa ufasaha. Ukilia au ukifurahi sana, inawezekana ukatoa weledi kwenye tasnia, lakini tukumbuke tu kwamba kulia si jambo baya, lakini isiwe ni sheria au ni utaratibu kwamba ukiingia studio una furaha sana, una huzuni sana, unalia sana. Hapana. Ila tunaamini tu kutokana na uzito wa tatizo unalolitangaza kwa hiyo siku au ulivyolipokea, inawezekana ukapata zile hisia za ndani zikakufanya ushindwe kuvumilia na ukalia. Lakini hatusemi kwamba kulia ni dhambi, kufurahi sana ni dhambi ukiwa studio, lakini hiyo pia iwe balance. Kama uliweza kutangaza kifo cha huyu ukalia, vipi kuhusu kifo cha mtu mwingine tena ambaye wa itikadi nyingine na wewe unapaswa utangaze kile kifo? Je, utatengeneza hiyo balance? Utatengeneza huo usawa kwamba na kile utalia tena, au umelia tu hiki kimoja? Maana yake inakuwa sasa haujatengeneza hiyo balance. Kwa hiyo niseme tu kitaalamu kwamba utangazaji una misingi yake, na misingi yake ni ile kuto kuonyesha hisia zako kwenye kipindi, lakini una uwezo wa kuonyesha hisia ikiwa unaripoti tukio ambalo linahitaji au linakufanya kabisa upate zile hisia za ndani. Kwa mfano, ukifanya mahojiano na mtu aliyoshinda riadha, ni tofauti na toni ambayo unaweza ukafanya mahojiano na mtu ambaye amefiwa na mtu wake wa karibu. Inakuwa tofauti na mtu ambaye amevishwa taji fulani, inakuwa toni tofauti na mtu ambaye mko kwenye mabomu, kwenye vita au kwenye kukimbia, au mtu ana furaha. Kwa hiyo zile toni, au ukiwa pia unahoji mtoto
watoto wadogo, namna ambavyo unaweza kufanya nao kipindi au unavyowahoji inakuwa tofauti na unavyomhoji mtu mzima. Kwa hiyo hizi toni zinatofautiana kutokana na hisia na namna ambavyo wewe umelipokea lile jambo. Jamani, naomba leo tuishie hapo. Mastori yalikuwa hayo. Naitwa Imrani, Radio Doctor. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.